Yesu asiwe sana. Sasa kuna promises, kuna covenants pia unafanya kwa madhabahu. Bwana asiwe sana. Mpaka covenants unakuja unafanya maagano na Mungu kwa madhabahu. Bwana Yesu asiwe sana. Nataka kusema hivi, number one, in the altar, wakati uko na madhabahu kama unapoi service, number one is where you challenge evil altars. Wale mnapigana na nguvu za giza na madhabahu mabaya, tumia madhabahu yako kupigana nao. Ambia Bwana, napigana na uchawi, napigana na uganga, napigana na devil worship. Kuna watu wameapa sitatokea nami kwa hii madhabahu, by force by fire. Inua mkono wako, sema by force by fire. Sema kwa sauti, by force by fire. Kila nguvu za giza, madhabahu ya shetani, roho za devil worshiper, roho za Illuminati, chawi wa ganga, na yote anapigana kinyume na maisha yangu, kinyume na biashara yangu, kinyume na ndoa yangu, catch fire, catch fire. Kwa hii madhabahu, ninaangusha madhabahu yao, naangusha ukuhani wao, naangusha nguvu zao, na wa paralyzer. Sema fire. Sema nyungu zao zipasuke, uchawi wao uanguke, biashara yako iachiliwe, afya yako iachiliwe. Sema fire. Majini yao ikauke, tunachoma kwa moto. Sema fire. Tunachoma kwa moto katika jina la Yesu. Unakuja kwa madhabahu, unaweka vitu zako hapo na unaambia Bwana, mganga hata nishinda, huyu ananiombea kinyume hata nishinda. Wale umekuwa hapa wiki mbili zimepita, tumefuta maneno kuanga ya kuombewa kinyume na watu. Wanatoa sadaka, wanatoa vitu, wanashikana mikono. Wafikia ni watu ngapi wametolewa anga yao kwa hii kanisa na watu wenye walitoa masadaka na madhabihu. Hata leo niliona mtu akizunguka hapa kwa kanisa akisema hii kanisa ni yangu, hii kanisa ni yangu, hii kanisa ni yangu, lakini sitaruhusu. Anasema hii kanisa ni yake, lakini hata ruhusu. Sema by force by fire. Kuhani yoyote ya kiroho, awe nabii wa kiroho, nabii wa kimapepo, na maneno yote anazungumuza kinyume na maisha yangu, sema fire. Fire the name of Jesus. Tunakataa. Sema fire. Tunawatoa kwa anga kila unabii mbaya, kila maneno mabaya, kila sauti ambayo inanidai nyuma. Sema fire. Sema fire. Tunafuta sauti za manabii, za makuhani, za viongozi, za makuhani wa giza na wa kiroho. Yeyote ameapa utaenda, nasema utaenda mbali. Yeyote ameapa biashara yako haitafanikiwa, nasema itafanikiwa. Yeyote ameapa utatoka kwa kanisa, na kanzo hiyo maneno, nasema hautatoka kwa kanisa. Yeyote amekuombea kinyume, sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Tunavunja maneno yao. Sema by force by fire. Kila sauti ambayo imenikatalia, inanizuilia nisiende, sema ninaenda. Sema ninaenda. Sema maondi zao ninaenda. Biashara yako inaenda, ndoa yako inafanikiwa, pesa zako zinaongezeka. Hey, fire. Achilia kanisa, achilia maondi zao, na tunawafagia kwa moto. Wachawi wa kiroho, catch fire. Manabii wa uongo, catch fire. Makuhani wa giza, catch fire. Yeyote ameapa hautaenda mbali, catch fire. Tunamfagia kwa damu ya Yesu. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Achiliwa uende kwa hatima yako. Lazima uende. Kuna watu wameapa tutaenda, nimesema utaenda. Niliona mtu akiwa na uchungu, sema hii ni kanisa yangu, lakini hawataenda. Kajua ni mchai wa kiroho huyu. Sema by force by fire. Mchai yote ya kiroho, mahali ametaja jina yako na ameandika jina yako, sema tunaifuta kwa jina la Yesu. Bwana asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana asiwe sana. Hapo ndio unadeal na evil sacrifices. Kuna watu wametoa evil sacrifices kutufunga. Sema yote ametoa dhabihu yote mbaya kunifunga, sema iyeyuke kwa jina. Hapo ndio unapokea roho mpya. Sema roho mpya. Hapo ndio unapokea roho mpya. Roho inabadilishwa. Kuna stone heart, roho inapatiwa, inakubaliana. Na leo naachilia roho mpya kwa anga yako. Nasema naachilia roho mpya kwa anga yako. Pokea roho mpya. Pokea anga mpya. Pokea neema mpya. Pokea neema mpya. Pokea anga mpya. Pokea neema mpya. Bwana asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. You receive new spirit. Bwana asiwe sana. Number 4, in the altar is where you receive sanctification. Hapo ndio mahali ambapo unapokea utakaso. Sasa ukitoka hapa asubuhi umeenda, wengine mawazo mbaya, wengine sijui tumelala wapi, tumepigana na watu, tumekazwa na watu. Mimi nimerealize that sometimes kuna mambo ukifanyia nyumbani haipati upenyezo, si kweli? Lakini ukikuja tu kwa kanisa unasikia anga imefunguka tu. Sasa Mungu anakutakasa, unatakasika mahali pale. Nisema kwamba your body altar, wewe ni kiumbe ama wewe ni madhabahu ambayo iko hai. Unazunguka, unatembea, hii mwili umekutana na watu. Sometimes mahitaji yetu inatusumbua. Unapata kuna mahitaji ndio hiyo.
Unapata ndio hiyo masomo, school fees, rent imefika, kuna vitu vimeenda, kuna vitu vimetendeka. Wanaambia sometimes kuna mwezi nakutanaga na vitu hapa kwa kanisa. Aswai mwezi watoto wakifungua shule. Tuko na rent ya watoto, inakutana na rent ya kanisa, inakutana na rent yangu, inakutana na radio, inakutana na TV, inakupata na mahitaji mengine, inakupata unapata hapa unasema unaambia Mungu ni wewe ninataka. Mungu ni wewe ninataka. Sasa wakati mwingine hata moyo inavunjika. Unapata landlord anakutisha hapo, moyo inavunjika, unaona ni aibu. Sometimes chakula hakuna, watoto ndio hao. Unapata vitu vinatendeka tu, unajiangalilia hai. Sasa moyo kuna mahali nasema expectations zako zikicheleweshwa moyo inavunjika. Sasa expectations zimechelewa. Ulitarajia Mungu ndio wiki, kama kuna kati niliomba nikafungua pesa. Baba nafungua pesa. Mimi na hiyo wiki ndio nilikutana na yote. Ikaenda opposite. Ambia mwenzako kuna wakati inaendaga opposite. Nikaingia kwa ofisi, watu wenye walikuja na mahitaji ya pesa, mpaka nikashtuka. Oh pastor, sijui sijakula siku 2. Pastor, sijui nimefanyiwa nini. Pastor, sijui landlord amesimama kwa mlango. Pastor, sijui mtoto amefanyiwa nini. Pastor, nimeitwa nimepata emergency. Mpaka nikaambia Mungu, sasa Mungu mimi mwenyewe ninaomba hii ufungulie hii. Sasa unaniletea watu wote wenye mahitaji hapa. Mpaka nikaambia Mungu sometimes Mungu unanitesaga. Lakini naona kama nitakuwa na bank ya huduma. Mount Zion tutakuwa na bank. Naona tutakuwa na bank. Yaani kama Mungu ameamrisha watu wote huko. Ngine akaniambia pastor, tangu tubadilishe soko imebadilishwa location, biashara ziende vizuri. Sasa nimetumia stock imeisha. Si pastor uniboost kidogo tu niinuke kidogo tena. Kai. Hapa kwa ofisi tu. Okay, ashukuriwe Mungu, Bwana asifiwe sana. Alafu wakati Mungu anatuma watu, ambie mwenzako Mungu, sijui Mungu anakuaga mjanja. Mungu ni mjanja wakati mwingine. Ulizako mwenzako, mbona kutana na ujanja mwingine ya Mungu? Sasa wakati Mungu anatuma mtu anahitaji ya pesa, Mungu anasababisha mtu ananitumia pesa kwa simu. Umeona hiyo maajabu? Natumiwa pesa kwa simu, alafu sasa nimetumiwa mtu. Na kwa sasa mimi roho yangu moja Mungu amenisaidia ni ya giving. Sasa ninasahau mahitaji yangu, ninamwambia haya, shika ienda. Tena Mungu analeta mwingine, Mungu ananitumia pesa, shika ienda. Mpaka nikamwambia Mungu ni kama unanichezea share hapa kidogo. Lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa napoenda kumalizia, what are the influences of your altar? What influences the altar? Number one, kile kinafanya madhabahu yako inakuwa na influence. Bwana asifiwe sana. Number 1 is the God of the altar. Nimesema kuna madhabahu mengi. Mungu wa hiyo madhabahu mnamheshimu aje? Kuna Mungu na miungu. Kuna watu wako na madhabahu za giza na madhabahu. Sio kila kuhani ni kuhani. Bwana asifiwe sana. Number 2, nataka ujue ya kwamba give God the value he deserves. Wakati tutapatia Mungu value ya juu ambayo ana deserve, uone Mungu ni Mungu, uone madhabahu yako, kuna vitu itakutetea. Number 3, nataka kusema hivi, number 3, God comes at your level. Mungu anaweza kuja kwa level yako. Kuna watu wanaamini Mungu wa sungura, Mungu atakuja kwa level ya sungura. Kuna watu wanaamini Mungu wa mikate, Mungu atakuja kwa level ya mikate. Kuna watu wanaamini Mungu kwa level ya nini? Ya maziwa, atakuja kwa level yako. Sasa hapa kwa njia nyingine, the more you value God, ndio kuna vitu ambavyo utaomba Mungu ajilie. Kama unaaminia Mungu mamilionea, unaaminia Mungu mabilionea, unaaminia Mungu mavitu kubwa kubwa, hiyo ndio level yako na Mungu. Sasa shida, watu wamechukua Mungu kwa level ya hii. Ukiona tu vitu tudogo, unataka ukae kwa hiyo level. Mimi kitu moja ninakuombea kanisa, wacha kuomba maombi tu ya kienyeji. Wacha kuangalia shida yenye uko nayo saizi. Anza kuona vitu vikubwa chenye Mungu anaweza kupatia. Anza kuona mashamba. Anza kuona mahoteli kubwa kubwa. Anza kuona mabasi. Anza kuona ndege. Anza kuona huduma kubwa. Anza kuona hata kama huduma ni changa. Anza kuona unaombea mamilioni ya watu. Anza kujiona huko kwa TV zote Kenya mzima. Anza kujiona hivyo. Acha kuangalia chenye unapitia hapa. Acha kuangalia hapa. Sasa leo kuna mtu hata saizi ananiambia tu, Mungu nisaidie leo. Mungu tu nikipata shilingi 50 tu nitanunua mboga na omena. Sikatai, toka kwa hiyo level. Ona store yako imejaa chakula. Ona mafriji imejaa nyama kwa nyumba yako. Iko siku nilikuwa hapa kwa church, hapa tu kwa church, na kuna pesa nilikuwa nataka pesa mingi. Sasa naambia Mungu nisaidie kwa jina la Yesu. Baba nafungulia milango. Nikaomba. Alafu nikapata mtu mmoja, sijui alikuwa amekaa hapa ama hapa. Sijui ni wapi. Baba nakuomba tu nikipata 1000 shida yangu imeisha. Hapa kwa kanisa.
Mnanisikia vizuri? Na nilikuwa na 1000 hapa kwa mfu. Kama ni wewe utafanya nini? Shivaji utafanya nini? Hivyo ndio nilifanya. Huyu yake hii shika. Nikamtoa kwa laini. Toka enda nyumbani, shukuru Mungu. Alienda mbio kwanza, hii mgongo nyalipita akisema asante Mungu, nikamtoa kwa jamu. Sasa simtoe watu kwa jamu. Kuna watu ndio jawabu yao. Nilimtoa kwa laini, nikamtoa kwa jamu. Sasa mimi naaminia Mungu mamilioni ya pesa na hiyo 1000 imemsumbua. Mungu sijui nitafanya nini, nitafanya nini. Angalia karibu naye mwambie mimi naweza kukutoa kwa jamu leo. Mzee unaomba pesa ngapi? Okay, nimeongea hivyo, imani ya mtu imeinuka sasa. Naona mamilionea ndio hawa wenye wananiangalia hapa. Naona mamilionea hapa hivi. Kuna watu wa kutoa kwa jamu. Hao kabla wewe ndio uniombe, mimi nataka pesa mingi. Sasa wewe unasikia mtu anaomba mkate, si uende pale umchukulie mkate hapo. Bwana asifiwe sana. Sema kuna watu tunatoa kwa jamu leo. Bwana asifiwe sana. Number 2, what inafunza, how do you value your priest? Mwenye roho yake haimheshimu kuhani wake huwa na vita vingi na kung'ang'ana. Mwenye roho yake haiheshimu kuhani wake, ukikosa kuheshimu kuhani wako utajipata kwa vita vingi, utajipata. How do you value your priest? If you value your priest, number 1, utakuwa faithful kwa kumtumikia. Utamsikiliza na kuambia nini. Kama kuna kitu ninaomba mahali hapa, mimi hata leo niliambia watu asubuhi, nataka watu wapigane vita zao, watokee waende. Pigana vita zako, utokee uende. Leo tukianza kusema hapa tuna change leo, naweka huyu pastor leo natoa, naweka huyu pastor leo natoa, ile roho ilipiga ule pastor tu itakupiga tu hapa. Sasa wewe pigana utokee uende. Sio umesikia hiyo? Nikianza kusema sijui nina change kiongozi wa praise team, sijui nimesikia, apigane tu atokee ende, na maudhaifu zake atokee ende kwenye anaenda. Sababu hiyo roho usipoishinda, na ndio unaona sisi tunaweza angalia vitu zenye wewe hujaona. Wewe unaweza ona mtu hivi na mimi naangalia hivi, naona aka kama mtu nikikaweka hapa. Number 1, sisi wachungaji tunataka uaminifu. Number 2, tunataka watu wasikilize. Number 3, kama mimi hapa, kama kuna kitu sitaki ni vita. Tumeishi kwa vita muda mrefu, kwanza vita za ndani. Afadhali tupigane huko nje. Hapa ndani tukae kwa amani. Ukivalue your priest, number 1, utamheshimu, hautaruhusu watu wamuongee ovyo ovyo. Number 2, utatoa vitu zako kwa madhabahu na utazifanya unconditionally. Utaifanya unconditionally. Utaletaka tu vitu unafanya, hii ni nyumba yetu unafanya. Nanunua hii meza ninafanya, nanunua viketi ninafanya. Unatoa sadaka zako, tithe zako kwa uaminifu, sacrifices zako. Ukisikia mhubiri anakuambia kama hii wiki tuko na crusade, tunaenda machine. Nataka watu ambao watanitolea handbills. Nataka pesa huko, nataka ka pulpit. Kama uko na tuchuma kutengeneza pulpit, niletee hawa nichomea hapa. Hawa ya kusimamia tukienda kuhubiri huko. Tunataka vitu zitabebwa tunaenda. Sasa valuing your priest, number 1, ile kitu imetusumbua. Men of God, nataka uandike hii chini kama unaandika. Men of God are just like you, full of weaknesses but full of Holy Spirit. Ukiangalia huyu mwanadamu kwa hii roho, kwa mwili, tunakuwa na maudhaifu. Lakini udhaifu sio kusema hatuna nguvu za Mungu. Tumejazwa, roho wa Mungu amejaa ndani yetu. Unaweza kuazika kwa kukula. Unaweza kuazika upate huyo mhubiri amekula, kama pastor mwingine aliniambia alienda kwa nyumba nyingine na walikuwa na njaa. Sasa kuingia kwa hiyo nyumba, mama amepika tu chapati hapo. Alafu kumbe chapati ndio ilikuwa sapa na watoto wake wote usiku. Alafu wahubiri wameingia 3 kwa nyumba, akaweka hiyo chapo pale akifikiria watakula moja moja. Alafu wamalize. Kumbe walikuwa nao na njaa. Chapo yenyewe iliwekwa hapo yote kwa meza. Walishikaka 3 wakafinya yote. Ambia wenzako 3. Wakafinya yote ikaisha na chakula yote ikaisha. Na mama anasema kuleni tu. Anasema wewe Mungu si wafunge washibe haraka wasimalizie watoto. Alafu walipotoka wakaenda, watoto walirudi wakaambia mama, kwani unatuletea pastor Warafi hapa? Watoto wenyewe walilala njaa. Walilala njaa watoto wenyewe. Sasa nataka kukuambia kwamba huwa tunakula sana. Sometimes utatupata tumerudi kwa mwili na kwa roho. Unaweza pata mhubiri yako kwa mwili anaongea ovyo ovyo. Sometimes unaweza kosa kumunderstand na kuongelesha vibaya. Akaja anambia sasa wewe mama kichwa yako ni mzuri, wewe mzee kichwa yako ni mzuri. Wewe unaangalia ile maneno kichwa yako ni mzuri. Amjaona wahubiri wakifanya makosa, inaandikwa Kenya mzima kwa ma-TV yote. Hata hapa Mosbridge. Lakini si hata nyinyi mnafanyaga makosa.
yenyewe iandikwe, lakini tunachukuliwa hao ni watu. Sasa wachana na weakness. Hata hapa kwa church tukianza kufuata weaknesses za watu, hatutalea watu hapa, hatutakaa na watu hapa. Utapiga watu wote, utafukuza kwa kanisa. Babangu aliniambia mzazi, akaniambia Solomon, angalia mazuri ya watu. Mimi huangalia mazuri ya watu. Naona huyu mama ako na hii roho, huyu mzee ako na hii roho. Hata kama ndio kuna hii, mimi siangalii hiyo, ninajua atakabirika huko mbele. Niliwaambia just give time people for growth. Kuna time ya growth. Sio watu wote watakomaa hivi tu. Na nikamwambia number 2, if you are mature enough, uta understand level yako, hautapigana na watoto. Sababu leo kuna watoto ambaye kiroho wako baby class. Kuna mtu wako primary. Kuna mtu wako class 8. Kuna mtu wako form 4. Kuna mtu wako college, yako university. Level ya hawa watu wote ni tofauti. Sasa wewe ambaye kiroho unajua uko university, uona haka katoto ni ka primary, nini unajiweka kwa watoto unapigana na wao? Ni uangalie uone hii. Kuna siku tumetoka Eldoret, tulikuwa na areas huyu, tukitoka Eldoret mkutano. Mtu akatoka huko na pikipiki, akakuja akagonga gari kando, pup. Akaanguka kwa mtaro huko ndani. In fact, alikwaruza gari katoka rangi. Nilikuwa kwa barabara, yeye ndiye alikuja kuni overtake na barabara inalimwa iko na mchanga na mamawe. Kidogo tu akanigonga kwa mlango hivi na akaanguka huku chini. Gari katolewa rangi. Bana asiwe sana. Mimi ningefanya kesi na huyo mtu, angenipakia gari yote rangi sababu yeye ndiye alinigonga. Angepaka gari yote rangi, na vile saizi nataka ipakwe rangi imeparara. Angepaka yote. Ngambia kuja hapa, polisi amegonga gari yangu. Mimi sitaki mambo mengi, gari yangu ipakwe yote rangi saizi. Kesi ishie hapo. Lakini huyo mtu unamwangalia, hata ile sija aliniambia. Angalia kaambia baba wachana huyu mtu si twende. Ile sio ndio utapaka gari rangi, ulifanya ikopa kwa rangi wewe. Sitatembea na watu huruma kwa gari siku nyingine. Huyu akamhurumia huyu. Ambia toka, nikaangalia imekuwa ruzo huku mbele hivi. Alafu sasa angevunja taa hii gari ni bei gari. Lakini kwa sababu una understand, huyu hata tukifanya kesi na yeye hapa ni bure tu, unaachilia unaenda, ambia mwenzako maturity. Sasa na mimi juzi nimeona nikiwa Eldoret, tumeenda mkutano, siji gari ilifanya nini ikafanya nini. Nikapeleka Mario inatengenezwa, fundi akanitengenezea. Nikangoja niambie ni pesa ngapi, ambia wewe Solomon wewe nitakupigia simu. Mpaka wale hajapiga simu. Nikajua mimi nilifanya mazuri, nimerudishiwa mazuri. Sasa wachana na weakness ya watu. Wachana na udhaifu ya watu, angalia mazuri ya huyo mtu. Angalia potential ya huyo mtu. Wachana na weakness ya wachungaji, angalia huyo mtu dhamana wake ni nini kwa maisha yangu. Wewe unajua hata sisi wahubiri tunachukua vitu za watu na turudishi. Tumechukua vitu za watu na waambia, leo kuna mahali uliza hawa. Kuna mahali kwa mtu mahali pale. Aliniambia pastor kabisa, mimi si wa trust nyinyi wachungaji. Na sitaki story yenu. Nikamuuliza kwa nini? Wameleta vitu hapa na watengenezea maspika, na watengenezea wire, na wafanyia microphone, na watengenezea vitu. Alafu wanaenda wananiambia tutakupea pesa mpaka kesho, mpaka wale hawajarudisha. Nimeenda kwa mama mwingine pale ananipatiaga vitu zangu za kanisa hapa, mawaya vitu fulani. Nimeenda hapo nikapata kaambia pastor, kweli tunawasaidia mturudishi vitu zetu. Tunawapea vitu nyinyi wahubiri. Yaani wanaangalia weakness, tunasaidia, tumezoea kupewa vitu. Sasa hata kwa maduka za wenyewe tunachukua vitu bure kwa maduka za wenyewe. Sisi na sante ukitoona hapa vile tunakemea roho ya madeni. Na kwa maduka huko, ambie wenzako kwa maduka huko. Kwa vitu za wenyewe. Lakini kwangu nilikataa hiyo kitu. Uliza, nimeenda huko, nimechukua vitu. Hiyo mama wakati nilikuwa nanunua power amp, nilienda na 20,000 na power amp ni 55,000 akanipea. Nikalipa tukamaliza. Kuna mwingine alinipea sijui nini, hata saizi nikipiga simu moja mali natengenezewa vitu. Huyo mtu hawezi ninima vitu. Nimelipa vitu zao zote. Sasa huwa anaambia wale wanaenda huko, pastor wenyu peke yake ndiye nina trust hapa Moi's Bridge. Hatusumbuanagi na vitu fulani. Kuna mahali naweza enda nichukue vitu, hata mtu anipee vitu za 10,000, 15,000. Kwa sababu kuna kitu tumetengeneza. Lakini sisemi ati kwa sababu tuko na madeni za watu, tuko na watu, achana na hiyo udhaifu, angalia huyo kuhani wako. Sasa leo tumeharibu, tumesengenya, tunaongea vibaya makuhani kwa nyumba zetu, kwa ndoa zetu, kwa biashara zetu. Huyo kuhani, huyo tu hapo hivi. Sasa hiyo madhabahu inakuja inakuangalia namna hii.
inakuangaliaga namna hii. Huyu ndiye alitukana. Unaona vitu vinaanza kukauka, baraka hakuna. Vitu zinapotea. Sema Bwana nisamehe. Sema Bwana nisamehe. Mahali nimeongea kinyume na wachungaji na makuhani wangu, Bwana nisamehe. Ninafuta hiyo mashtaka kwa anga. Hata wengine wanataka tufanye kesi na wao. Unaona mtu anataka afanye kesi na mchungaji wake. Kesi na mchungaji. Ni kama saizi unaenda kukesi na baba yako. Nyumbani kwako unaenda kwa mama yako afu naambia mama nimekuja kesi. Haukupata baba mwingine wa kukuoa ndio kuolewa na huyu. Unaenda kufanya kesi na baba yako. Wewe. Kuna grupu mbili kwa kanisa usiwahi fanya kesi nao. Number 1, ambia mwenzako mama mzee na mtu mzee hawa. Wachana na hawa. Hawa, wachana na hawa wazee hawa. Anasema na mzee umuongeleshe kama mtu umuone kama mama yako. Mtu atako na miaka mingi, wachana na yeye. Number 2. Ambia mwenzako number 2. Chunga kuhani wako sana. Sikubali kesi na kuhani wako. Hata kama amekukosea ndio sema pole. Mimi ndio nilikukosea. Sikubali ukae kikao chini. Sasa ulianzia wapi? Mimi si nilikuwa na watu hapo wanakuja tutufanye makesi kwa ofisi hapo. Si madhabahu ili wakataa wakaenda wote. Iko siku walipanga hapo. Wakakuja mpaka kwangu. Na kesi tunafanya ni kesi ya nyinyi wa mama. Mnasikia wa mama mko kwa kanisa? Mnasikia? Naletoa kesi yenu. Solomon, kwa nini unafanya huduma na wa mama? Sasa utajibu nini? Ati nimeletoa kesi sasa. Na hako serious. Hata wewe ubidi tulikuwa kwa hiyo mkutano. Kwa nini unafanya huduma na haki na mama hawa? Kabla wajaongea wenyewe wakakulana. Wakavurutana wenyewe, mkutano ikaisha. Sasa uliza mwenzako, shida ni hii. Ambia mwenzako shida ni hii. Mimi sina shida na sisi wazee, na nashukuru kusema kweli kwa wakati huu Mungu amenipa wazee wazuri sana kwa chachi. Hata hawana kwa sasa. Wale wako ninawaita wakuje maombi hawakuji. Nawaita maombi asubuhi hawakuji. Nikienda mkutano naambia naenda Eldoret hawataki kuenda na wanataka kuenda. Wamama wamejitokeza. Hata wewe utafanya kazi na nani? Shivajata utafanya kazi na nani? Sitafanya na hawa wenye wanakuja maombi. Asubuhi morning devotion hawakuji. Tukifanya fasting hawakuji. Asubuhi wengine wakikuja kanisa na wataka. Hata mwingine aliambia pastor, ukinitaka kwa kanisa unipigiage simu. Mimi niweke credit nikupigie simu. Ati nakutaka na ananiambia hivi. Na hawa nikiwaambia kujeni tuombe, tunaenda mkutano Eldoret, tunaenda wanakuja wenyewe mbio. Nikiwaambia msupport kanisa, wanasupport kanisa bila makesi. Sasa hata wewe utafanya nini? Sasa nikamwambia mimi sina vita na nyinyi, ni nyinyi wenyewe hamtaki kupatikana. Hii ni huduma. Huduma inataka mtu aombe. Huduma inataka mtu afunge. Huduma inataka mtu afike mapema ajitakase. Sasa yeye anataka akuje late. Alafu mpigie simu ile siku namtaka kwa madhabahu ndiye anakuja mbio. Ile siku akikaa hivi anakaa nyumbani. Okay, Mungu alitusaidia hiyo maneno tukamaliza, lakini kuna watu madhabahu ili watapika mpaka leo wakaenda. Sasa hata mwingine mwenye alinifanyia kesi ni mlevi huko saizi. Mlevi yuko anavuta bangi na sigara huko yote na mapombe zote huko. Na makesi zake hizo. Na nikamwambia nimeona taa yako imezima. Nilimwambia hivyo. Nimeona taa yako imezima. Akafanya wewe tuombeage. Saizi ndio huyo. Hiyo makesi ya madhabahu yako. Wacha niongee hata kama naongea kwa ukali ama prophet. Na mimi naongea kama nabii kwa sababu ninajua mahali tunaenda hii huduma ndio itabadilisha Kenya, itarekebisha Kenya. Tutaongea ukweli mpaka Kenya ipone. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe sana. Na jambo la mwisho, the sacrifice raises your level, raise your levels. Ama raise your levels of sacrifices. Bwana asiwe sana. Kwa hii madhabahu sasa inuka. Wacha kaa kwa level moja ya kutoa level yako ya sacrifice. Enda level nyingine. Na mwisho kabisa, the prophecies you receive in the altar, you connect with it. Kuna unabii mwingi umetolewa kwa hii madhabahu. Jiunganishe nayo katika jina la Yesu. Ambie mwenzako jiunganishe na unabii ambaye imetolewa kwa hii madhabahu. Inua mkono wako, sema by force by fire. 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 Sema kwa sauti by force by fire. Sema anga yangu inainuka tena. Sema anga yangu inainuka tena. Kiwango changu kinainuka tena. Ninaenda level nyingine. Sema ninaenda level nyingine ya kusavu madhabahu. Sema ya kusavu madhabahu yangu, ya kusavu kuhani wangu, ya kusavu kazi ya Bwana. Ninaenda level nyingine. Sema ninaenda level nyingine. Sema ninaenda level nyingine.
Shout, ninaenda level nyingine. Sema ninaenda level nyingine. Ninaenda level nyingine katika jina la Yesu. Sema Baba yangu, naomba msamaha Baba, mahali popote Bwana sijaaminika Bwana kwa kusavu madhabahu yangu. Bwana nitetee, Bwana nisamehe na unitakase Jehova kwa damu ya Yesu my Father. Nitakase my Father kwa damu ya Yesu my God. Nitakase Baba. Nimejiuliza maswali mengi. Kwa nini kuna vitu Bwana havijakamilika kwa maisha yangu? Lakini nimetambua Bwana kuna kiwango Bwana sijakamilika Bwana kwa utumishi wangu my Father. Sema by force by fire, mahali nimenena kinyume na madhabahu yangu, ninafuta hiyo maneno ya kinyume Baba. Mahali nimenena kinyume na kanisa yangu, ninafuta hayo maneno katika jina la Yesu my Father. Mahali nimenena kinyume na watumishi wa Bwana, sema ninafuta hayo maneno katika jina la Yesu my Father. Mahali nimenena kinyume na ibada zangu Jehova, sema ninafuta hayo maneno katika jina la Yesu my God. Ninafuta hayafuta maneno yote. Mahali popote umenena kinyume, ambia Bwana nina cancel my Father. Doubt madhabahu yako, ambia Bwana nina cancel my Father. Kuna watu Mungu anaweza kuwa alikupeleka level fulani, na kwa sababu umeona ni kama umefika level fulani, unaweza fika mahali uachilie kazi yako. Ambia Bwana nisamehe my Father. Nafuta hiyo maneno my God. Futa maneno yote ambayo umeongea kinyume na kanisa yako na huduma yako. Mahali popote umeongea kinyume na washirika, futa hiyo maneno. Mahali popote umeongea kinyume na utendakazi wako, futa hiyo maneno. Omba wewe, omba. Nataka kuona watu wakiomba, omba. Kwa dakika kadhaa funga hiyo mlango sasa. Rakaprazuka baganta my Father. Umeongea kinyume na wamama, umeongea kinyume na watenda kazi, kinyume na kwaya, kinyume na praise team, kinyume na wazee my Father.